Biodigester iko na 3 chambers, each with a specific function. Chamber ya kwanza ni pale enzyme inawekwa. Ikiwekwa inasaidia ku break down human waste. So the second chamber after imewekwa enzyme, the first chamber, second chamber ni pale kuna division. Lighter materials zina float, heavier materials zina sink. The center ni maji. So the first layer yenye iko hapo juu inaitwa scum. Ile layer iko mwisho huko chini inaitwa sludge. So after imepita the second chamber inaenda the third chamber. That chamber ni purely water. After imekuwa digested from the waste itself, the solid waste, to the third chamber which is water. So the water is then directed to the soak pit. The soak pit is where sasa absorption takes place. Absorption ikitake place, maji ikimwagika inaenda kutafuta utaratibu huko chini. Concerning the grey water, we advise our clients to separate the pipes. Pipe ile ya bafu na ya kitchen, it should be tofauti, inafaa kuwa tofauti na ya waste. So that the kitchen and the bathroom water ikuwe directed to the soak pit, so that we only deal with the waste, the maji ya choo. That is the one which we are concerned about. To add on it, ya kitchen inafaa itengenezewe a system called grease trap. Mafuta ni mbaya sana, na mafuta ndio ina block the stones kwa soak pit. Ina block the stones from allowing water to penetrate. So mafuta lazima ichungwe na grease trap. Ikichungwa ndio sasa mafuta inatolewa, maji inaendelea kuenda. Maji kienda inaenda kwa soak pit, inaenda inanyonywa. So after the system imetoa maji through the output, the water can be recycled. Inaweza kuwa recycled, ipitie filtration chamber, and then ikuwe disinfected with chlorine. And then after that we construct an underground tank. So using a submersive pump to pump hiyo maji iende itumike. Inaweza tumika for watering the environment, or irrigation, that is, or washing farm machineries. Yeah. Niambie, na siku ya mashujaa. Namuona pia mzee ambaye alinifunza kutangaza mpira. Rafiki yangu sana, mzee Ali Salim Manga. Yuko pale pale. Namuona kwenye picha pale. Hebu niambie, ilikuwa ni hafla gani hii? Ni wapi hapa? Pale ilikuwa ni Mombasa, katika ikulu ya Mombasa. Ambapo ilikuwa ni siku ya Mashujaa Day. Tarehe 20 mwezi wa 12. Ilikuwa ni mwaka wa 2019. 2019. Kwa hivyo tulikuwa shujaa, mimi, Ali Salim Manga kama alivyosema, na Sami Lui. Namkumbuka alinifunza kufanya intonation napo voice class ni advert. Sami Lui. Sindio, nilimpata pale akiwa mzee. Alikuwa anakuja na vitabu vingi sana. Nakumbuka alikuwa anafanya Good Morning Kenya. Na mimi nimeanza nikifanya damka. Pale kufanya damka, nakumbuka. Sasa mimi nilipoingia pale 208 mwisho 209 nikianza, yeye ndiye alikuwa anafanya Good Morning Kenya. Alikuwa anafanya Good Morning Kenya. Na kabla hapo alikuwa ananifunzia ku voice classifieds Kabeme FM. Tumetembea pia. Vizuri sana, mnajuana kweli. Basi tulikuwa pale, ndio sasa rais alipokuwa anaenda round kuona mashujaa wengine. Maana hatukuwa pekee yetu, kulikuwa na mashujaa watangazaji, mashujaa wengine wanariadha, wanandondi, mashujaa wa aina mbalimbali. Alikuwa anakutana nao pale. Ndio sasa pale akaja pale mwisho ndio akanikuta mimi, ndio tukamkuana pale. Na yeye ni mtu ambaye ananifahamu. Sio siku ile pekee yake. Tushana naye mara nyingi. Yeah. Anakuangalia na jicho la ama ni salamu tu? Anaangalia vizuri, nashukuru. Anakuangalia vizuri. Hata namsifu, nasema asante kwake. Kuna wakati nilikuwa nimeugua na nimekaa hospitali kwa muda.
na nakumbuka bili ilikuja kama 1.5 milioni. Alijitolea, alipopata hizo habari mara moja akaja kanilipia, nikatoka nikaja. Rais Uhuru Kenyatta? Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe alikulipia bili ya hospitali? Oh yes, 1.5 milioni, siwezi kusahau. Hayo mambo mbona hatujasikia katika mitandao na vile siku hizi hamna siri? Ilikuwako, hata wanahabari walikuja hapa nyumbani na kamera zao wakanihoji, wakapiga picha, ikaenda katika taarifa za habari saa 1 usiku. Naam. Okay. Nikimshukuru. Kama siwezi ingekuwaje? Kweli nakumbuka heko kwake. Bwana Mambo, mimi nimeingia pale nikawa nafanya natumwa nikiwa KBC kufanya Presidential Press Service Commentary. Na wewe na bwana mmoja ambaye anajulikana kama Willy Mwangi ndio nilikuwa nawasikiliza kitambo sana. Wapi siku hizi? Willy sijamsikia siku nyingi. Sijamsikia. Willy Mwangi nilikuwa nawasikiliza mkifanya matangazo ya moja kwa moja. Na nikajifunza. Ulipoondoka wewe, unajua mimi ndio nilianza kufanya hiyo kazi. Unakumbuka vizuri sana nikifanya live broadcast za president. Nakumbuka sana. Ulianza vipi na kazi ilikuwa vipi wakati ule wa mzee Moi, marehemu, Mungu ailaze roho yake mahala pema, na wakati wa Kibaki? Mimi kusema kweli utangazaji wa matangazo ya nje nilianza pia kitambo sana. Enzi za watangazaji waliobobea wakati huo walikuwa mabosi wangu pia, Stephen Kikumu na Simeon Sancho. Manake mimi nilijiunga na utangazaji wakati VOK ama KBC sasa ilipokuwa ikijulikana kama Sauti ya Kenya. Sauti ya Kenya. Tarehe 22 mwezi wa Novemba mwaka 1964. 1964 ndio naingia jumba la utangazaji. Mara yangu ya kwanza kutia guu katika jumba la utangazaji hili la KBC. Pale. Wakati huo ikijulikana kama Sauti ya Kenya. Okay. Sasa nilipoanza kazi, nilianza continuity announcing, nilipokelewa vizuri na Salim Mohamed na Asha Mohamed na Joseph Kiema na wengine pale, kana Job Isaac Mamto marehemu, Mungu amweke mahali pema peponi. Nilikuwa kama program assistant. Na mimi katika maisha yangu yote tangu niache shule Kitui High School, hata wazazi wangu walijua nilipenda sana kazi ya utangazaji. Nilikuwa nikikunja jarida katika bweni la kulala Kitui High School katika dormitory. Nikisema hii ni taarifa ya habari, msomaji LEONARD Mambo Mbotela. Sasa wale wengine, wewe nyamaza, wanatusumbua, tunafanya prep, tunasoma. Vipi ndio ulikuwa unafanya na Muhammad Ali? Hivyo. Lakini sisi tulikuwa tunajirekodi na kanda. Yes. Basi sasa wakasema wewe unatusumbua, unatangaza nini? Sisi tunasikiza habari kwa redio. Sasa nikaendelea hivyo. Sasa ndio nilipomaliza shule, bado ikawa na ile ari ya kuwa mtangazaji. Mamangu alifurahi, lakini baba hakupenda mimi niwe mtangazaji. Alikuwa anataka wewe nini? Alisema ni si kazi ya maana sana. Niwe aidha mwalimu ama kazi nyingine yote. Ya karani, wakati ule. Karani, kazi ya karani. Na ni wengi waliokuwa makarani. Na mimi sikupenda kazi ya karani. Basi nikafanikiwa, nikawa mtangazaji wa zamu pale, ndipo nilipoanza. We share the same fate, kwa sababu hata mimi babangu marehemu alikuwa anataka niwe mwalimu. Ila mimi nilikuwa nataka kuwa mtangazaji. Okay. Na umekuwa mtangazaji mzuri pia. Basi tukaendelea namna hiyo. Sasa mimi nikawa ni mtangazaji wa zamu, kufungua stesheni, kucheza muziki pale na mambo kama hayo. Mwisho nikaingilia kusoma habari pia, nikawa msomaji mzuri wa habari, wakubwa zangu wakafurahi. Sasa ndio ikaja mambo ya kutangaza mpira. Mambo ya kutangaza mpira wenyewe walikuwa ni Simeon Sancho na Stephen Kikumu. Sasa siku moja Stephen Kikumu ambaye alikuwa ni controller of radio programs, alikuwa bosi wangu. Simeon Sancho alikuwa yeye ndio head of national service. Alikuwa mkuu wa idhaa ya Kiswahili. Akaniambia, wewe ungependa kutangaza mpira? Nikamwambia nitafurahi sana. Unaweza? Naambia naweza. Alikuwa akiongea namna hiyo huyo Stephen Kikumu. Tukachukuana siku moja mpaka City Stadium. Kulikuwa na mpira kati ya timu ya Bromwich Albion kutoka Uingereza
Bromwich Albion. Bromwich Albion Wamecheza hapa. Yes. City Stadium. Yes. Mwaka 1968 walikuja hapa, nakumbuka vizuri sana. City Stadium. Akaniambia twende, tukaenda. Goalkeeper wa Harambee Stars alikuwa ni marehemu James Sianga kabla ya Mahmoud Abbas. Rafiki yangu sana, nilikuwa na juzi Mombasa. Aya, kuna wile Mchenge Uma walikuwa pale na kina nani huyu Alan Figo walikuwa pale, Wamalwa, JJ Masiga. Basi tukaingia uwanjani pale, mimi kaandika majina yote na clipboard yangu ile nikaja nayo, yeye ndio akaanza. Na ile microphone yenye inakaa hivi. Exactly, inaitwa lip mic. Nimetangaza nayo. Lip microphone. Sasa ndio Stephen Kikumu akaanza. Hamjambo. Ilikuwa sasa hivyo. Sasa akaanza kipindi cha kwanza, akaniambia utaweza? Na kwa pale ushajitayarisha. Na unajua watu wengi hawajui wakati ule ukifanya kitu kipya cha utangazaji roho inakuduni. Nakumbuka Beatrice Gatonye mwenye anasoma news pale KBC. Yes, nakumbuka. Mimi nimemtrain kusoma news. Sasa wakati tulipoambiwa sasa ni siku yenu ya kwenda hewani, karibu alikuwa naomba aingie chini ya meza nikamwambia. Kwa nini? Tulia. Alikuwa na mchecheto. Alikuwa na mchecheto sana. Stephen Kikumu ikawa basi yeye akaanza akamaliza sehemu ya kwanza. Wachezaji wakapumzika kwa muda wa dakika 15. Sasa niliporudi mimi nikachukua ile mic bwana. Nikasema hamjambo tena wasikilizaji wetu, mimi ni LEONARD Mambo Mbotela, mwenzangu hapa ni Stephen Kikumu. Mpira unaendelea mpaka sasa, mabao mpaka sasa ni 2-2, na tuko hapa katika uwanja wa City Stadium. Timu yetu goalkeeper ni James Sianga. Mahmoud Abbas kidogo alikuwa anapumzika, lakini goalkeeper ni James Sianga. Kuna pale Masiga, kuna pale Alan Figo, kuna Wamalwa. Tukaendelea. Mpira alikwenda unaendelea. Msikilizaji, mpira unaendelea pale. Alipata pale Masiga na kona Masiga anampiga pale Alan Figo. Figo anapiga kule mbele. Figo anampiga pale Chenge anapiga mkwaju kumbali. Kimo cha kuku. Goal! Sabani. So, katangaza. Kikumu aliniambia wewe una kipawa cha kutangaza na una kipawa cha kutangaza mpira, sauti yako pia ni nzuri. Kutoka leo wewe ndio utakuwa kutangaza mpira. Hakuja tena wala hakwenda tena katika mambo ya mpira. Alikuwa ni boss control of programs account. Nakumbuka pale KBC control of radio programs, mtu mkubwa sana. Sasa ndio tukaendelea namna hiyo, ndio sasa tena tukampata Salim Mohamed. Salim Mohamed pia akawa anapenda sana kutangaza mpira, akaja tukatangaza naye. Salim Manga pia akaja, ikawa namna. Kwa hivyo Ali Salim Manga amekuja nyuma yako? Amekuja nyuma yangu. Huo ndio kweli. Okay. Unajua pia mimi kupata nafasi ya kutangaza kwenda live broadcast. Ilikuwa kwamba mwenzangu Karorobi alikuwa akatangaze ilikuwa ni sikukuu ya wafanyikazi. Labor Day. Pale Uhuru Park. Alafu akagonjeka usiku wa kuamkia kazi. Sasa mimi wakati huo Washira Waroru ndiye MD pale KBC. Mimi nimetoka Mombasa Pwani FM, nimepigwa transfer. Nimekuja pale KBC. Nilikuwa nimepark pikipiki pale KBC ndani. Hiyo sasa Friday kulikuwa na pilika mingi, nikaona sitaendesha pikipiki. Nikairejelea Jumamosi. Nikapata wakiwa stranded. Nikaulizwa, wewe kijana umetoka Mombasa unaweza kutangaza live broadcast? Nikamwambia ndio, na nilikuwa TV na nilikuwa na ari na azma ya kuingia katika TV. Nilipotangaza Isaiah Kabila akapiga simu. Akasema kijana ndiye anataka awe akifanya hiyo kazi. Isaiah Kabila. Kwa hivyo nafasi zingine zinapatikana kifluki tu, kibahati. Kabila alikuwa wapi wakati huo? Alikuwa wakati ule alikuwa ndiye communications manager, alikuwa mkubwa pale State House wakati wa Kibaki. Isaiah Kabila nakumbuka pale. Wakati huo ametoka tena pale akiwa mkubwa. Exactly. Akasemaje? Bwana mwenye ametangaza leo nani? Hivyo ndivyo nilipata nafasi ya kuwa mtangazaji wa rais. Hebu niambie katika hii kazi ya utangazaji, manake wengi tunawaona wanafanya self broadcasting, wanajiweka katika mitandao. Kuna ile nidhamu ambayo inahitajika katika utangazaji wa habari. Hebu tuambie, unaweza kuadvise vipi wale ambao wana vipawa na wanainukia kwa sasa?
Kwa sababu vitu vingine ambavyo wanaweka katika mitandao ni vitu ambavyo ni vya aibu. Naam. Naweza kuambia tu kwamba wajue kwamba hata kama wanatangaza ama wanafanya kazi ya aina gani, wajue kwamba kuna watu ambao wanawasikiliza, kuna watu ambao wanawatizama, na wafanye kazi zao kulingana na vile wanavyojua ile kazi. Hata kama una kipawa cha namna gani, lakini ukumbuke ya kwamba kuna watu ambao wanakutizama, kuna watu ambao wanakusikiliza. Pia vile vile kubali kukosolewa wakati wote, hata kama wewe ni mtangazaji mzuri namna gani. Lakini kuna mtu ambaye pengine aliona mahali fulani ulifanya makosa, kubali kukosolewa. Nakumbuka nikiwa pale Pwani FM, nikianza utangazaji. Manake nilichukua nafasi ya Mohamed Ali, huwa jichopevu, alipoenda kazi ya Afghanistan, akaulizwa na mzee mmoja anaitwa Bwana Maora. Naam. Alafu Maora siku hizi nilimwona alirudi KBC. Yuko hapa. Nikitangaza akaniambia James Maora akaniambia uko na shida ya kurudia neno pengine. Kila maneno mawili pengine msikilizaji wangu pengine na nasikia siku hizi wengi ambao wanatangaza kuna wale ambao wanajirudia rudia. Maora James Maora alikuwa boss wangu pale Pwani FM, ndiye alinipatia kazi ya kwanza kabisa, mshahara wa kwanza nakumbuka nilipo 1800 nikakula kuku na chips. Akaniambia inaitwa hiyo redundancy, hiyo kujirudia si vizuri. Na siku hizi nasikia watangazaji wa siku hizi ni kama hawasomi vizuri wanapoenda katika college, ama wengine hawajasomea. Unapata wanajirudia sana. Mtu kuna neno fulani ambalo lazima arejelee. In fact mtangazaji hafai kujirudia namna hiyo. Kweli. Hafai kujirudia namna hiyo kwa sababu unasikizwa. Unasikizwa kwa njia ya redio, unasikizwa pia kwa njia ya runinga. Kwa hivyo pia kumbuka kwamba wale unaozungumzia wengine walikuwa ni watangazaji, wengine walikuwa ni walimu wa watangazaji. Kwa hivyo nataka ujue mtu akikukosoa huwa anakupenda. Biodigester iko na 3 chambers, each with a specific function. Chamber ya kwanza ni pale enzyme inawekwa. Ikiwekwa inasaidia ku break down human waste. So the second chamber after imewekwa enzyme, the first chamber, second chamber ni pale kuna division. Lighter materials zina float, heavier materials zina sink. The center ni maji. So the first layer yenye iko hapo juu inaitwa scum. Ile layer iko mwisho huko chini inaitwa sludge. So after imepita the second chamber inaenda the third chamber. That chamber ni purely water. After imekuwa digested from the waste itself, the solid waste, to the third chamber which is water. So the water is then directed to the soak pit. The soak pit is where sasa absorption takes place. Absorption ikitake place, maji ikimwagika inaenda kutafuta utaratibu huko chini. Concerning the grey water, we advise our clients to separate the pipes. Pipe ile ya bafu na ya kitchen, it should be tofauti, inafaa kuwa tofauti na ya waste. So that the kitchen and the bathroom water ikuwe directed to the soak pit, so that we only deal with the waste, the maji ya choo. That is the one which we call concerned about. To add on it, ya kitchen inafaa itengenezewe a system called grease trap. Mafuta ni mbaya sana, na mafuta ndio ina block the stones kwa soak pit. Ina block the stones from allowing water to penetrate. So mafuta lazima ichungwe na grease trap. Ikichungwa ndio sasa mafuta inatolewa, maji inaendelea kuenda. Maji kienda inaenda kwa soak pit, inaenda inanyonywa. So after the system imetoa maji through the output, the water can be recycled. Inaweza kuwa recycled ipitie filtration chamber, and then ikuwe disinfected with chlorine, and then after that we construct an underground tank. So using a submersive pump to pump hiyo maji iende itumike. Inaweza tumika for watering the environment,
or irrigation, that is, or washing farm machineries. Yeah.